Mfalme alikuwa na pembe ndefu, hivyo kila kinyozi aliyekuja kumnyoa alitaka kuhakikisha siri hiyo hawezi kuitoa. Hivyo aliamini mtu akiwa amekufa ndo pekee hawezi kutoa siri. Hivyo kila aliyemnyoa alimwambia aende akafungue box lenye dhahabu, kisha yeye alikuja nyuma yake na kumsukuma. Hivyo kila siku askari wakija mtaani, watu walijua tayari kuna kinyozi mwingine hatorudi tena. Na leo ilikuwa ni zamu ya nyumba hii. Walifika na kumchukua kijana mdogo. Mama yake alishikwa na huzuni, lakini kijana akamwambia mama usijali. Akachukua mikate mitatu na kumpa mwanae. Basi kijana akachukuliwa na kupelekwa katika ikulu ya mfalme. Alipofika hapo, mfalme alihakikisha walinzi wameondoka, kisha akampa kisu kidogo na kumwambia kijana, anza kazi yako. Kisha alipotoa kofia yake pembe ndefu ilimshtua kijana. Alizuga kama hajaona na akaanza kumnyoa, na alipomaliza mfalme alipojitazama akaona ameridhika, akamwambia kijana, nenda kachukue dhahabu katika lile boksi. Alipofalme alimsukuma na kijana alishuka mpaka chini akipiga yowe. Alitua katika mto wa underground. Huko alihangaika sana, mfalme akijua amekwisha kufa, lakini kijana alisurvive. Alinyanyuka na kubaini mafuvu ya watu wengi waliouawa tangu enzi na enzi. Haikutosha hivyo, kijana alipokaa ili kupumzika kuamini macho yake, ghafla lilitokeza joka kubwa lililokuwa likiwala watu hao waliotupwa humo. Kwa ujuzi na akili za kijana alichukua filimbi na kuanza kupuliza, na ghafla melodi ya mziki ule ukamvutia nyoka na hakumdhuru. Akatoa kipande cha mkate na kumpa nyoka yule. Nyoka yule akamuona kama ni rafiki, akamsaidia hata kutoka nje upande wa pili wa ikulu. Huko kulikuwa na pori na ghafla litokeza mbwa mwitu. Kijana alikimbia na kupanda juu ya mti, akatoa filimbi yake na kuanza kupuliza mziki uliolia kwa nguvu na kumvutia sana mbwa mwitu. Akafurahi na kucheza huku akirukaruka. Kisha kwa bahati mbaya kijana akaanguka juu ya mbwa mwitu, lakini hakumdhuru. Alitoa mkate na kumpa mbwa mwitu yule aliyekuwa mpweke porini kwa muda mrefu. Alifurahi na kumchukua mgongoni, kisha kumsaidia kumsogeza karibu na kijiji. Kwa kuwa usiku umeingia, aliona kijumba kidogo katikati ya kisima, akaamua kujisogeza hapo ili apumzike, kesho aondoke. Na kumbe ndani ya nyumba kulikuwa na mchawi. Mchawi yule akajibadilisha na kuwa mama fulani mkarimu, akamkaribisha kijana ndani, lakini kumbe anamleta kwenye mtego. Ghafla vitu vyote hapo ndani kimiujiza vilimshika kijana na kutaka kumchemsha katika jungu kubwa. Akamwomba mchawi, naomba nipulize filimbi yangu kwa mara ya mwisho. Mama yule akakubali, na alipoletewa filimbi alipopuliza, vitu vyote vya kimuujiza vilianza kucheza, hata yule mama mwenyewe. Alifurahi sana mama yule na kujibadilisha kwenye umbile lake, akamzuia kijana asikimbie. Kisha kijana akatoa mkate na kumpa mzee yule na kumwelezea hadithi nzima ya kwamba alikwenda kwa mfalme, hivyo akirudi tena na kuonekana atauawa, haelewi afanyaje. Basi bibi yule alimpa koti na kumwambia, hili litakubadilisha muonekano wako, na alipovaa alikuwa na muonekano wa mzee. Mzee yule alirudi tena katika ikulu baada ya mwezi mmoja na kuambia, nimekuja kumnyoa mfalme, nimekuja kujitolea. Alipomaliza kumnyoa, mfalme alifurahi na kumwambia mzee yule, bila kujua kuwa ndio yule kijana, nenda akachukue sarafu za dhahabu. Alipotazama akasema, oh mfalme, mbona kuna dhahabu nyingi hivi? Mfalme hakuwahi kujua, hivyo akasogea kuchungulia, na ndipo mzee yule alipomsukumia mfalme katika shimo lile. Mfalme alining'inia na kijana akavua koti, na mfalme akabaini ndiye yule kijana aliyemfanyia ubaya. Mfalme akaishia kumezwa na joka. Walinzi walipoingia hawakumuona mfalme. Kijana alipenya, na alipokuwa anatoka kavaa tena lile koti na kuonekana kama mtoto, na hatimaye akarejea nyumbani kwa mama yake, na tangu siku hiyo hakuna aliyejua kilichomkuta mfalme mwenye pembe.